peace, Mama. Rest in peace, Mama. Rest in peace, Mama. Ulikuwa na mbio kama ayala kule porini. Ulikuwa jasiri kama simba nyikani. Ulikuwa na nguvu kama simba jike awapo mawindoni. Leo umetutoka Mama, pumzika kwa amani. Mnyonge kwa maana mimi ni mnyonge. Jina lako Bwana Mungu nikusifu mimi. Niokoe Bwana Mungu wangu. Niokoe Bwana Mungu wangu. Kwa maana mimi ni mnyonge. Kwa maana mimi ni mnyonge. Mwisho nifike mbinguni uliko Baba. Niokoe Bwana Mungu wangu. Niokoe Bwana Mungu wangu. Kwa maana mimi ni mnyonge. Kwa maana mimi ni mnyonge. Mungu Mwenyezi wa milele, wewe ndiwe mfariji wetu. Watulize wenye kusikitika na wale wanaoteseka. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, wewe ndiwe mfariji wetu. Watulize wenye kusikitika na wale wanaoteseka. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Bwana asifiwe. Amen. Tutafanya maombi kidogo, alafu baada ya maombi tutaona mwili. Kisha baada ya kuona mwili tutaenda kanisani mjini kwa misa. Baada ya misa hiyo tutaenda nyumbani. Alafu jioni pia saa 11 tutakuwa na misa ingine tukiwa nyumbani Monica. Kwa hivyo nakukaribisha sister kiongozi. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord again. Amen. God is good. All the time. All the time. I am a witness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Chakula tumaini sina. Dhambi zangu kuziosha. Tumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha. Dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba
stand here mourning a great woman of God, a servant of God who served our God after eternity. And we believe that Mary Topista, she's in heaven. She has no more tears or pains to shed here on earth. As we stand here, we are here to console and condole with the family of Wycliffe, Onsongo, and the children, and the mother of Topista and the siblings, and the mother of Onsongo and the siblings, and all the relatives. I will only share a few scriptures for encouragement. It's not a moment that I want to preach, because we are being waited in the church. I start with the Revelation chapter 21, verse 3 to 4. And I heard a loud voice from the throne saying, "See, the home of God is among mortals. Here God is with his remains of the earth. He will dwell with them. They will be his people." As we stand here, Topista ako na baba yake. Ako mbinguni. There's no doubt. And he's with us here in spirit. And God himself will be with them. He will wipe away every tear from their eyes. My brother Wycliffe, God is wiping away your tears even this time. God gave you a wonderful wife whom we all knew. But now it pleased God to take Topista, separated from physically, but spiritually. Topista is with you and the children. Mama Topista, mama ulipatiwa mtoto, lakini imempendeza Mungu, amemkaribisha. Death will be no more for Topista. Mourning and crying and pain will be no more for her. For the first things are passed away. In Jeremiah chapter 1, verse 5, we are told Topista was created in the womb of God. She was consecrated from Mama's womb. And then she appointed Topista to go to the world to proclaim the word of God. Which kind of prophesying was Topista given to Wycliffe? From her mother's womb, she was brought up and she was set apart to go to Wycliffe. And from Wycliffe and Topista, they brought out the nations, the children. So Topista is not dead. Amen? 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 So we are here celebrating the life of Topista. However painful it is, however we are shedding the tears, we know Jesus Christ, who was tortured, crucified for me and you because of our sinful nature, he also went to purgatory, then he rose again, and he resurrected. And we know the same Christ is living with our sister Topista. Amen? Amen. Hallelujah? Amen. Hallelujah? Amen. We go, anybody who has a Bible with wisdom? Wisdom? If we don't have, we read it ahead. Let us look at Psalms 116 verses 15. Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful ones. Already, Topista is with them in the eyes of the Lord. It is us, it is you, Brother Wycliffe. It is you, Moran, or the children, that you will go where Topista is. She will never come back physically. But she's here. She was a good woman.
I personally knew her as my sister-in-law. And I know she carried all the pains from here on earth and mostly from our family. No more death would appear in Wycliffe's family. Amen? 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 These children will grow and grow up 200 years. Amen? Wycliffe will grow up 200 years. God is here interceding for her. Mama will go as high as she can. She will be protected. And God is going to protect the family of Topista and the family of Wycliffe. Amen? Amen? Amen. Let us continue to pray for them as I read Psalm 91. You who live in the shadow of the Most High, who abide in the shadow of the Almighty, will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. The fortress and the refuge of Wycliffe and the children is God. For we deliver you from the snare of the faller and from the deadly pestilence. Nobody will touch this family. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. They belong to God. So Topista has left them in a good place in the church. When my brother and Topista came together, they wedded together. We Catholics believe in the matrimonial sacrament of Holy Communion. What they have been sharing with Wycliffe. And the family is sustained. And the family is protected. And the children will be protected. He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge. His faithfulness is your shield and buckler. You will not fear the terror of the night or the arrow that flies by day. My brother Wycliffe, don't fear anything that Topista is not here. God is going to direct you. You are the mother and the father of the children. Praise the Lord. Amen. Praise God. Amen. 1,000 may fall at your side. That doesn't mean trouble will not come, my dear brother. Trouble will be there. Sometimes you say, how do I solve all this problem? Just one thing to business with you. Say, to business you are here. How would I carry this problem out? She will accompany you in that. 10,000 at your right hand. You will only look with your eyes and see the punishment of the wicked. The wicked is just Satan, the devil. And it is not going to happen. Those who love me, I will deliver. My dear Wycliffe and the children, I'm talking to you now. Before the remains of the Topista, you love the Lord and trust Him. He will deliver you. He will protect you. And you will know His name better and better. When they call to me, I will answer them. Anytime, my brother, you will call God. Topista is there and is going still kulea watoto na wewe. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. I will be with them in their trouble. Even when there is cold, even if there is flu, no child will suffer as long as you are inside God. I will rescue them and honor them with long life. And that's why I'm saying you will be given life forever. And He will satisfy you with everything in your life. And He will provide for your needs, both spiritual and physical. I'm giving you a responsibility, my dear brother, in Joshua, and I finish. That is Joshua chapter 1. When Moses died, what did he do? He had to give, he had to direct to who? He had to direct to who? When Moses died, he directed Joshua to cross where? Yeah, to do the responsibilities that he left on the road. And that's what my brother is going to do. After the death of Moses, you know a woman is a leader in the house. Am I right? Yes. Yes. But now we are enthroned now, so is going to be to know how the children are going to eat, where is the food going to come from. The servant of the Lord spoke to Joshua, son of Nun. Moses' assistant said, my servant Moses is dead. Now proceed to cross with the children. There are many things that Topista and Wycliffe did together. He knows, and we don't need to know. They knew their destiny. They knew what they wanted to cover for these children. And that's what my brother Wycliffe is going to do. I am giving them to the Israelites. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you as I promised Moses. Whatever Topista was promised to do for your family, and you together, you will have to accomplish that. No one shall be able to stand against you, my dear brother.
all the days of your life. As I was with Moses, as he was with Tobista, he will be with you. So I will be with you and you will be there forever. I hereby command you, don't be dismayed, don't be frightened, don't have any fear. My dear brother, don't have any fear. When you have God, God takes over every situation in your family. And I finish saying, all these people will disappear, but you will remain with your children. I was saying, will accompany you, I will be calling you, how are you today? But I'm not with you in the same food. May God bless you and keep you and protect you. As we continue to pray for you, keep strong. Keep strong. And all of you who are connected with the Tobista, keep strong. That is our destiny. I ask you, let us bariki this family. I want us to bariki them. Then we say the name of the Father. Stand up, we will bariki. Na sisi sote to stand up, wale mtaweza to stand up. Wabarikiwe, 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 wabarikiwe sana. Wainuliwe, 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 wainuliwe sana. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and forever, without end. Eternal rest grant unto the peace of the Lord. May she rest in peace. Eternal rest grant unto me the peace of the Lord. May she rest in peace. Eternal rest grant unto the peace of the Lord. May she rest in peace. May the souls of the faithful departed through the Master of God rest in peace. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My brother, remain well with Matthew, chapter 20, verse 20. God is with you forever and ever, the children. Remain to be strong. Remain to be strong. Ngoja kwanza. Acha wamalize alafu kuja kwa mimi. Sisi wenye kukulilia Baba Mungu. Tunakuomba. Yeah.
Mungu kwa nafasi hasa wakati tumefika hapa kwa ajili ya kueleza mwenzetu Mary. Pia tumekuja kufariji familia yake, hasa Mama Bridget, watoto wake na ndugu zake. Wakati huu mgumu, Mungu awajalie neema, aweze kuwafariji na kuwatia nguvu na matumaini. Pia tunaomba ya kwamba safari ambayo tumeanza kupumzisha Mary iweze kuendelea vyema kwa utulivu na amani mpaka siku ya Ijumaa ambapo Mungu atamjalia neema aweze kupumzika na tuweze kumlaza katika ardhi alikotoka. Kwa hivyo tunaomba kwa ajili ya roho yake, Mungu aweze kuipokea na aweze kumjalia uzima milele. Tunaomba kwa ajili ya familia yake, tunaomba kwa ajili ya watu wote, hasa wale ambao wameguswa na msiba. Bwana atujalie nguvu na matumaini kwa wakati huu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Msaada wetu kwa jina la Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Ndugu zangu, tuweze kuombea roho ya marehemu Mary ili Kristo mfufuka aweze kumjalia neema, aweze kumsamehe makosa yake ya kibinadamu, ampokee katika ufalme wake ili aweze kufurahia pamoja na malaika kule mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe na maovu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Ee Mungu Mwenyezi, uliyemuumba dada yetu marehemu Mary, ukamjalia maisha hapa duniani, na sasa kwa amri yako umeweza kumuita Bwana. Tunaomba wewe Mungu uliye mwenye rehema, umjalie amani ya milele na uzima wa milele, ili pamoja na malaika aweze kushangilia kuokoka kwako mbinguni. Bwana, tunakushukuru kwa maisha ambayo umemjalia hapa duniani, kwa mema yote aliyokutendea akiwa hai. Tunaomba Bwana, wema wake uweze kumjalia neema mbele ya macho yako. Tunaomba pia kwa ajili ya familia yake, wazazi wake na watoto wake na ndugu zake wote, ndugu marafiki na wote ambao wamehuzunika na kifo chake. Bwana, utujalie neema na nguvu zako, utujalie matumaini ili tukiamini katika ufufuko wa Yesu Kristo, tuamini ya kwamba siku moja pia Mary atafufuka na tutaonana naye uso kwa uso. Bwana, tunaomba sisi wote hasa tunapoanza safari ya kumpumzisha, utujalie neema zako ili hasa mipango iweze kukamilika kulingana na mapenzi yako. Bwana, tujalie utulivu, amani na umoja kwa wakati huu. Tunaomba pia utujalie usalama hasa tunaposafiri katika barabara. Wote Bwana wanaoshuhudia kuhudhuria katika hafla hii yote, Bwana utujalie usalama barabarani wanaposafiri. Bwana, tunaamini tunapoondoka mahali hapa tukielekea kanisani mwako, utujalie malaika wako walinzi watulinde na watukinge na mabaya yote, na watuongoze katika hekalu yako ili tunapoenda kuadhimisha misa takatifu tuwe na neema yako na baraka zako ziandamane nasi. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Raha ya milele umpe Mary, ee Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Mary, ee Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Mary, ee Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Mungu Mwenyezi awabariki na awalinde siku zote, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Yesu, nipeleke kwa Baba.
ukweli iendayo kwa Baba. Yesu, 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 unipeleke kwa Baba. Wewe ndiwe njia ya ukweli iendayo kwa Baba. Nitapewa taji la ushindi pamoja na wale walioshinda vita. Yesu, 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 nipeleke kwa Baba. Wewe ndiwe njia ya ukweli iendayo kwa Baba. Yesu, 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 nipeleke kwa Baba. Wewe ndiwe njia ya ukweli iendayo kwa Baba. Njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba. Bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha kaeni kwa pamoja. Pangusaneni machozi na kupeana moyo. Shikamaneni katika kila jambo. Ukristo wenu udhihirike kwa matendo yenu. Njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba. Bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha kaeni kwa pamoja. Pangusaneni machozi na kupeana moyo. Kati yenu mmoja akijikwaa, msimuache njiani bali tembeeni naye. Njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba. Bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha kaeni kwa pamoja. Pangusaneni machozi na kupeana moyo. Jiwekeeni hazina ya mbinguni, maana ya hapa duniani ni ya siku chache. Njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba. Bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi.
katika shida na raha, kaeni kwa pamoja, pangusaneni machozi na kupeana moyo. Hivi sivyo kabisa tulivyofikiri, ulipokuwa kati yetu, kwamba utaondoka mapema hivi na kutuacha peke yetu. Tunalia kwa matumaini, twakulilia kwa matumaini, kwani twajua uliko ni salama. Tunalia kwa matumaini, twakulilia kwa matumaini. Nenda salama rafiki Mathias Mangala. Umezimika kama mshumaa, ndugu na jamaa wanahuzunika. Umeondoka bado mapema, tutaonana kwake Baba. Tunalia kwa matumaini, twakulilia kwa matumaini, kwani twajua uliko ni salama. Tunalia kwa matumaini, twakulilia kwa matumaini. Nenda salama rafiki Mathias Mangala.
ulikoni salamu. Nalia kwa matumaini, twakulilia kwa matumaini. Nenda salama rafiki Matias Maganga. Twafarijika tunapokumbuka matendo yako ya imani. Tunaamini umepokelewa juu mbinguni kwenye Matias Maganga. Sana
nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ataniokoa na kila neno baya, atanifikisha ufalme wa mbingu. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nami nitaishi kwake Baba milele, tena nikimwimbia Mungu haleluya. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Abuya unajua mriti kitambo. Abuya sasa hivi anataka kuita wakati wake akuiti. Jabuko na mriti. Facebook uko na like kienda pic. Nani? Ana kitu. Kia kwa hiyo jasho. Ndio kwa sababu. Shuke. Dereva unasema bishuke. Dereva ndio ile njia. Ile njia pale. Wewe dereva. Mwenyezi Mungu, kwa moyo wangu
Mwenyezi Mungu kwa moyo wangu wote, hakuna haja. Mwenyezi Mungu kwa moyo wangu wote. Siku ile tarumbeta italia, tarumbeta ya mbinguni itaacha mambo yote ya dunia. Tarumbeta imeleta marafiki wangu wote nitaacha. Tarumbeta ikilia, uzuri wote wa dunia nitaacha. Tarumbeta ikilia, tarumbeta itakapolia, nitaacha vyote vya dunia, nitaacha wapendwa wakilia, nitaacha mali yangu yote, hata kazi zangu nitaacha, Yesu akiniita mbinguni. Tarumbeta itakapolia, nitaacha vyote vya dunia, nitaacha wapendwa wakilia, nitaacha mali yangu yote, hata kazi zangu nitaacha, Yesu akiniita mbinguni. Nitaacha mke wangu na watoto. Tarumbeta ikilia, nitaacha mume wangu na watoto. Tarumbeta ikilia, nitaacha gari langu na shamba. Tarumbeta ikilia, nitaacha nyumba yangu na amani. Tarumbeta ikilia, tarumbeta itakapolia, nitaacha vyote vya dunia,
mimi natamani niwe wako. Mimi natamani niwe wako. Mimi natamani niwe wako. Au wakienda wapate stand Naja kwako Mungu wake nami nisielewa. Naja kwako Mungu wake. watu wasiingie au wasiingie waje mwili tangulie alafu mama iende tu hivyo alafu Somo katika kitabu cha Hekima ya Sulemani. Mwenye haki hata kama atakufa jana, atakuwa kwenye raha. Kwani uzee unaoheshimika si maisha marefu, wala haukupimwa kwa idadi ya miaka. Lakini kwa wanadamu busara yapita, na maisha yasiyo na mwaa, hayo ndiyo umri wa uzee. Kwa vile aliyempendeza Mungu alimpenda naye, na huku akiishi katika ya wakosefu alihamishwa, alichukuliwa ili ubaya usipate kubadilisha ufahamu wake, wala hila isidanganye roho yake. Maana mvuto wa ubaya hudhoofisha mema, na ghasia ya tamaa kupotosha akili zisizo nyoka. Alitimiza siku nyingi kwa muda mfupi, akafikia utumilifu wa huduma ndefu, kwani roho yake ilipendeza Bwana. Kwa hiyo akafanya hima kutoka kati ya uovu, lakini watu waliona wasielewe.
usitie moyo mambo hayo, kwani neema na rehema ni kwa watakatifu wake na ulinzi kwa wateule wake. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi 23:1-6. Maneno ya Zaburi. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Bwana ndiye mchungaji wangu,
Yesu alishinda mahali fulani akisali, na alipomaliza mmoja wa wafuasi wake alimwambia, Bwana, utufundishe kusali kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Akawaambia, wakati mnaposali semeni, Baba, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utupe mkate wetu wa kila siku, tusamehe dhambi zetu kwa maana sisi pia tunamsamehe kila aliyetukosea, na usitutie katika kishawishi. Injili ya Bwana. Sifa kwako Yesu Kristo. Furaha ya milele mpendwa Kristo Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Zike kwa amani. Amina. Kwanza kabisa sema pole njia iliyompoteza marehemu Kristo, ikiwemo ndugu yetu Babu Bosco. Pole sana na wale wote ambao kwa njia moja ama nyingine wameweza kuhusika katika maisha yake hapa na pale, ya kusema asante. Katika ulimwengu huu, kama kifo kingekuwa mtu, nadhani kingekuwa na maadui wengi sana. Kama kifo kingekuwa ni mahali, nadhani ni mahali ambapo watu wachache sana wangependa kutembelea. Ama namna gani? Seme kifo kingekuwa ni mtu, wangapi wetu wangependa kufanya urafiki na mtu ambaye ni kifo? Nadhani ni machache ama hakuna, ama ingekuwa ni mahali. Basi katika kifo, wanadamu tunapatwa na uchungu ambao haueleweki, uchungu ambao mara kwa mara tunawaambia wale ambao wamepoteza pole, tunawaambia jipe moyo, lakini ndani mwao wanakuwa na maswali mengi. Saa zingine kama ni mtu wa karibu sana, mtu anauliza hadi anamuuliza Mungu, kwani Mungu ilikuwa ni lazima ni huyo wetu? Mbona haungetembelea kwingine? Kifo kinaleta uchungu na kinawacha maswali mengi. Lakini tumeambiwa katika somo la kwanza kwamba kifo hakitegemei umri au wakati, ila mtu yoyote, awe mzuri, awe mtu mbaya, awe ni mzee, awe ni kijana, awe mtoto, anaweza kufa. Maana katika somo la kwanza kana kwamba watu walielewa kwamba watu wazee peke yao ndio wanastahili kufa, lakini katika somo hili tunaambiwa kwamba kifo hakiendi na umri, kinakuja wakati wowote. Lakini jambo ambalo tunazungumziwa ni kwamba kila mwanadamu anafahamu kwamba kifo kipo na atakufa. Ni jambo ambalo halifichiki, liwazi. Kila mmoja wetu anajua atakufa. Lini ndio hatujui na wapi. Lakini tunahimizwa katika somo la kwanza kwamba katika kufa tumeambiwa mojawapo ya sababu ya kufa ama ya kifo ni kwamba Mungu anawaepusha watu na maovu ambayo yangewapata.
anauliza kwamba Mungu angeacha mtu ambaye ni wa manufaa, ambaye anasaidia hata kama ana ubaya aendelee kuwepo. Lakini ni fumbo ambalo ndani mwake hatuwezi kufahamu zaidi. Lakini tunaelezwa kwamba Mungu anapochukua mtu katika hali ya kifo, anamkinga na yale ambayo yangemletea uharibifu. Mtu hata akiwa mgonjwa, hata watu kama wametumia pesa hadi senti ya mwisho na bado maisha yake yanaendelea kuumia, jamaa zake wa karibu, sala yao ni kwamba Mungu fanya nini? Mungu afanye nini? Kwa mnaomba mchukue ama mponye? Afanye nini? Mponye. Majuma mawili yaliyopita katika parokia nafanya, kulikuwa na mgonjwa mama mmoja ambaye ana watoto 4. Kwamba he has passed on, he has not died. You pass on. Yani unavuka, unaenda ngambo ile ambayo Mungu anakutarajia. Na sisi sote Mungu alituumba tuishi, lakini anatutarajia katika makao yake ya uzima wa milele. Lakini ni bidii yako. Lazima ung'ang'ane katika imani. Fanya matendo yaliyo mema. Tunajua wote tunataka kwenda mbinguni. Nikiuliza wangapi hapa mnataka kwenda mbinguni, muinue mkono. Kila mtu atainua. Uwe ni mchawi, uwe ni mwizi, utafanya nini? Uwe ni wabitina, utafanya nini? Hata yule ambaye kwa njia moja ama nyingine pengine hakuishi vizuri na tokea, atafanya nini? Ni ishara kwamba tunatamani, lakini tuache kutamani, tuajilikie maisha ya mbinguni kwa kufanya wema, maana hujui kifo kitakuchagua nini. Simama kwa sala ya Mungu. Zangu tumuombe kwa dhati Mungu Baba Mwenyezi ambaye alifufua Kristo mwana wake kutoka wafu kwa ajili ya wokovu wa uzima wa watu. Roho ya Mary Tokista. Mungu Baba Mwenyezi, kasema tumesimama hapa kwa ajili ya mtumishi wako. Mungu mpokee, umsamehe kwa yale yote aliyotenda hapa duniani. Umsamehe, uchukue roho yake. Bwana tukuombe. Tunakuomba usikie. Tuombe kanisa. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa sababu ya siku hii ya leo. Asante Baba kwa sababu ya kanisa lako takatifu kote ulimwenguni. Tunaliombea, tunakuomba ukalipe neema ili linapoendelea kutuongoza, nasi pia kama waumini utujalie imani iliyo thabiti. Tunakuomba Mungu, Mungu wetu uwalinde na kuwaongoza viongozi wetu wa kanisa, ukianzia Baba Mtakatifu hadi makatekista. Uwalinde na kuwaongoza ili wanapotuongoza na kutuelekeza kwako tuweze kufika siku moja kwako mbinguni. Bwana, tunakuomba usikie. Tuombe.
Tunakushukuru kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Baba, tunakabidhi nchi yetu ya Kenya mikononi mwako. Tunaomba Baba ukapate kubariki nchi yetu, bariki viongozi uliotupeleka serikali, bariki sisi wananchi, bariki nchi yote kwa jumla. Na mno Baba, kujaze na neema, kuishi kwa furaha, amani, upendo na umoja. Kwa maana hiyo ndio amri kuu ulituachia. Baba, tunakuomba utusikie. Kwa ajili ya familia zetu, Baba yetu, katika jina la Yesu tunampa baba yako. Baba, wakati huu tunasema asante kwa sababu tumekusanyika hapa kusikiliza neno lako na kufanya kazi zetu. Baba yetu, tuko na nia tofauti. Baba, tunaweka nia hizo mbele yako. Baba, ukaweze kusikiza na ukaweze kujibu. Mungu wetu, tunaweka familia ya wale ambao wamefungwa mikononi mwako. Baba, ukaweze kuwajaza nguvu, amani. Baba, na wakaweze kutumia kwamba watakutana na mweza wao mbinguni. Na katika jina la Yesu Bwana tunakuomba. Tunakuomba usikie. Tuombe wagonjwa. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, naweka wagonjwa wote mikononi mwako, wale wanaougua kiroho na kimwili. Mungu wetu, tunakuomba uwanyoroshie mkono wako wa uponyaji ili waweze kupona. Bwana, tunakuomba. Tunakuomba usikie. Tuombee wasafiri. Mungu Baba, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunakabidhi wasafiri wote mikononi mwako. Mungu Baba, tunakuomba uweze kutakasa vyombo zetu za usafiri, ukatakase barabara zetu, ili wote wanaosafiri ukawe salama. Bwana, tunakuomba. Tunakuomba usikie. Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa kutuwezesha kufika mahali hapa ili kusikia neno lako. Mungu, tunakuomba utupe neema ili tuweze kuishi kulingana na kusoma lako. Mungu Baba, tunakuomba usikie. Lord, we thank you for the gift of life and for the gift of family and for the gift of faith. We surrender your servant who we have come from this world. We are to Krista, his soul, that we grant and rest. We pray for the two families who are bereaved. Wycliffe, Nsongo, and Indiana's family. May you be with the peace that the Lord cannot give and the comfort. We pray for our priests who are on the road, surrendering the soul of Mary unto you. And all of us who are in this church, bless us with our needs and intentions. Then our listen unto our Lord, and let perpetual nation and honor. May she rest in peace. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Bwana, tunakuomba dua na maombi yetu yawasaidie watumishi wako marehemu na hasa Mary Kristo, ili wafikie dhambi zao zote na washirikishe ukombozi wao kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Oh,
Salini ndogo ile sadaka yangu na yenu ikubalike na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba uwe karibu na mtumishi wako Mary Tupista ambaye katika siku hii ya misa yake wakfu tunamtolea dhabihu ya upatanisho. Kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, samehe kwa wema wako uliyofuta kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Shukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Shukuru wewe daima na mkuti Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri iliangazwa kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, farijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa milele wake Bwana hauondolewi ila unageuzwa tu, na hawa wanapata makao ya milele mbinguni, kisha kumolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na vitu vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Vile baada ya kula alitoa kikombe na kushukuru, alikubariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Fumbo la imani.
mwisho wa mateso mwanawe aletaye wokovu, pamoja na ufufuo wake wa ajabu na kufufuka kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunamtolea shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba yaangalie matendo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambayo litaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, jalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, kujaza Roho wake Mtakatifu, upate kwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka takatifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, tumao kwenye heri mashahidi wako watukufu, Mtakatifu Yosefu Paulo na watakatifu wote ambao wanategemea kupata daima msaada wa malezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote. Upende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu leo na askofu wetu Marko, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyoita hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliokusanyika kote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Mary Ofista uliyemwita kwako kutoka duniani. Ujalie kwamba yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo atafufua wapo katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunaotumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushikishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu. Maana kwa kuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tunafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake tunaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen.
kulitia agizo la Mwokozi wetu na kufuata mafundisho yake ya kimungu, tunazidi kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Bwana, tunakuomba tuopoe katika mambo yote yaliyokuwa amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako kuleta iwe na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, na kutazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo leo waambia mitume wako: amani na wacheni, amani yangu na wako. Usisitazame dhambi zetu, ila imani ya kanisa lako. Pende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Peane amani ya Kristo. Zama mwana kondoo wa Mungu, zama anayeondoa dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Sala ya imani. Yesu Kristo mkombozi wangu, nasadiki kukoriki katika altari yako. Nasadiki kwamba nitapewa sasa hivi mwili wako na damu yako, pamoja na roho yako na ulinzi wako. Nasadiki kwani ndio niliyoeleza. Amina. Sala ya kutubu. Bwana wangu, sistahili ndiye kwangu, kwani mkosefu mimi, nikatenda dhambi nyingi. Nawe ndio mwenye utakatifu kamili, wapenda utakatifu, wachukia maovu yangu. Una enzi kuu, waweza kufuta dhambi zangu kabisa. Basi nasichukia nami, na kuomba uniondolee, unitakase kabisa, nipate kupokea kwa moyo mwema. Amina. Sala ya kutamani. Roho yangu inamtamani Mungu wangu, ndiwe mwenye kunifurahisha, ndiwe mwenye kuniletea heri. Unionee huruma, unifanyie neema kuu, uje kuniangalia, uje kukaa kwangu, nami nikae nawe. Amina. I want to thank all of you, thanking the main celebrant father for having celebrated Mass for my sister. My brother priest, thank you very much for securing time to come and celebrate my sister, both religious men and women. Thank you very, very much. My family, my mother, my brother-in-law, the family at large, and the family of Lucia, thank you very much for celebrating my sister. We have no much to say, but to thank God for her life. She was a good lady, she was good, and we lived a worthy life, but now God has seen one that she goes back to the Creator. We pray for her, and wish her well on this journey. Today we will have Mass through the authority of our parish priest. We'll have Mass in Topis home in Monica at 7 p.m.
So ndugu mapadri na watakuwa na nafasi makaribishwa atakaposherehekea ibada ya misa kwa familia saa moja. Thank you very much, all of us. My brothers and sisters from Uganda, as led by Father Peter, who we stay with. Thank you very much for coming all the way to come and celebrate with us this Mass. Let's pray for Tofu. It's a good guy. It was a good guy. Let's pray for her that the good Lord may receive her. Eternal refuge unto her, O Lord. May she rest in peace. Kuegeza magari ni ndogo. Kuna watu watatuelekeza mahali pa kuegeza magari, na tafadhali ukielekezwa kwa haya. Kwa hivyo baada ya hapa tutaenda mpaka nyumbani, kisha tutakuwa tunaendelea na